ni wewe, na itabaki kuwa ni wewe. Tunakutamani
ninakutamani uwepo wako, ninakutamani ututawale. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Hakika ninakutamani uponyi wako, ninakutamani unitawale. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Hakika tunakutamani siku ya leo, tunakutamani ututawale. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Tuibe unitawale, tuseme unitawale. Tuibe unitawale, tuseme unitawale. Hakika unitawale, tuseme unitawale. Hakika unitawale, tuseme unitawale. Tuseme unitawale, ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Hakika ninakutamani uwepo wako, tunautamani ututawale. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Hakika tunautamani hekima yako, ninautamani unitawale. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Hakika ninakutamani siku ya leo, ninakutamani unitawale. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Tuseme unitawale, tuimbe unitawale. Hakika ututawale, tuseme unitawale. Tuseme unitawale, tuimbe unitawale. Tuseme ututawale, tuseme unitawale. Tuimbe unitawale, tuimbe unitawale. Tuseme unitawale, tuseme unitawale. Tuimbe unitawale, tuseme unitawale, unitawale. Amio Nyasaye Mungu, Nimempa huyo Mungu tukufu. abino Nyasaye tumonake pakne, Nimeishi Mungu ambaye anaishi kwa sifa yake. Nyasaye mwapangu pogore giseje, Mungu ambaye tunamsifu ni tofauti na miungu. eno ngima wan kodeka, Yeye yu hai tunaye hapa. pogore giseje mawu wo, Ni tofauti na miungu ambaye hawaongei. en wan kodeka uduwo, Kuko na yeye hapa ataongea. dugoda mne Yesu. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Amina. Amen. Nyasaye mipakono, Mungu ambaye anasifiwa huyu daki pakne, anaishi kwa sifa zake. pogore giseje mamoko, Ni tofauti na miungu mengine. ikijeno ngima, Sababu yeye yu hai. ndo kataka uwonone, Hata leo hii ongima, yeye yu hai. dugoda mne Yesu. Sifa kwa Yesu. Oko
Golgotha. Anaweza kaleta Golgotha. Wamiyo mondi. Wacha nikupe njia mwanzo. Tieke kati wachopo Golgotha. Kuna jinsi tulifika Golgotha. Mungu na une Yesu. Sifa ya Injili. kuna injili. Tako Nyasaye. Nguvu za Mungu. Wana wachopo wa Golgotha. Ili kufikisha Golgotha. Kami dekre romoa. Kama umaradi imetuchosha. Mungu na une Yesu. Sifa ya Yesu. Akukokeli injili. Kabla injili ije. Akiani mbuyo nango. Sijui wewe ongeaji. Nikakocha kore kama. Mwaka ikianza upya. Chalo black paper. Inakaa kama pepa na wasi. Mungu na une Yesu. Haleluya. Chalo karatasi mano wasi. Ni kama karatasi iliyo wazi. Atokanato brundiko. Kila mmoja ataandika. Mungu na une Yesu. Haleluya. Atokanato. Kila mmoja Brundiki ni nato. ataandikia mwenzie. Mungu na une Yesu. Haleluya. Atokanato brundiko. Kila mmoja ataandika. Niwete mwae doge. Na maneno yatokae kinywani mwake. Apokwa niko. Kabla tuandike. Nitie luono mali Nyasaye. Kuna neema za Mungu. Mana uloko luo Yesu. Ilishuka kupitia Yesu. Wana wije moko kwa leo. Nikakutana wengine wakikwama. Mungu na une Yesu. Kwa Mungu. Pote kiyo tamore chango. Magonjwa yao yamekataa kutibika. Mwambi Yesu jatalo. Nafurahia Yesu kiongozi. Samarami nobio. Wakati nabii alikuja. Sama Yesu nobiro. Wakati Yesu alikuja. Pun nobiro mengono mangani. Mwalimu alikuja na neema tele. Timu jama kubiro jomeno. Imefanya wengine wakawa washujaa. Mungu na une Yesu. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Ana mutimo ge. Na imefanya. Ana mutimo ge. Yeye amewafanya. Kitimo he. Sio wale wamejifanya. Haleluya. Haleluya. Yesu. Yesu Emana mutimo ge. ndiye aliwafanya Mungu bejo neno. ili wawe washujaji. Mungu mutimo nani. Yale yametendeka kwao. Mungu machopele. Kwa nafasi nimefikia. Mungu na une Yesu. Sifa kwa Yesu. Agoyo nimesachu wangu kiukonyi Nimerudishia Mungu wa wokovu shukrani asubuhi. amoso gamba Nyasaye no pakiso jana sana. Nimesalimia watu wa Mungu, Bwana sifiwe. Awinjo kaka Nyasaye useni moema. Nimesikia jinsi Mungu ametembelea hema lake. Winjo kachunya daya mate modatimbe ni Yesu marwa. Nimesikia wangu inanidai nitoe ushuhuda jinsi Mungu alikutana nami. Nyinga Philip Mondio Bara. Kwa majina ni Philip Omondio Bara. Kachunka modadia le Yesu manogo nyakanutuya. Nimesimama hapa ili ninue Mungu ambaye alinifungua kama nimefungwa. Leo mama anyati maraleo. Kwa nyumba la mamangu mimi ni mzaliwa wa pili. Nayo ndo rakanyo kawuno ne jado. Nilipatikana pale kama baba ana wake wawili. Mama emiyo maduong. Mamangu ndio mama mkubwa. Isichi mane wangu yepo. Wakati macho yangu ilifunguka, Nayo ndo kuwa siku makobara nogo tatidalawa. nilipata maadui wa Obara imepiga kambi kwetu. Nayo ndo kagimoja lugeni kategi makare ne okunyama yone dala. Kitu ambaye yakitumainiwa ama kitu ambaye inaleta tumaini haikuwepo. Kawangu yepo to nayo ndo kamwindwa unwa makwara wa nonyo lo yemi mange. Macho nilipofunguka nikaona babu yangu alizaa vijana wengi. Nayo ndo kangato nengi ute to nengi mano ute maglu. Niliona kila mmoja alikuwa na nyumba lakini nyumba ya nyasi. Ito ndalo mati uno no dhi pije na kuru mondo chak da kanyo. Baada ya muda mfupi baba alienda kule Nakuru aanze kuishi kule. Kanyo ne wachako dak to gima kare manenya ni onge. Tulianza kuishi kule lakini kizuri haingepatikana. Kawangu yepo tayudo kawa dake ute mane lich mangato kunyalo gombo mondo dage kapara. Macho ilipofunguka nikakuta tunaishi kwa manyumba mabaya mtu hawezi tamani kuishi Hata ndani. ndo nine wadaka mano. Hata japo kwa tulikuwa tunaishi hivi. Wasikidala wanota mrengi makare ne okunyalo yurere kata wane pinye taon. Maadui wa kwetu walikana kwamba tuwezi pata mazuri hata tukiwa kule mjini. Kendo kata kwa ne okuja Kongo to nayo ndo kawunwa ne okoneno gundi kama negiaye no donje Kongo. Hata kama babu hakuwa mlevi lakini baba hakuona mlevi kwao lakini yeye aliingilia pombe. Hata kanisa mani nyale lime nobel ne okungeo. Hata kanisa la kuabudu nzuri angeweza kutambua. Kindo no mino manonyola ne nyaka Katolika. Enzi hiyo mama mzazi alikuwa Mkatoliki. Kendo kata no lemo kamano to wasikidala gi no loe. Hata alikuwa na abudu hivyo lakini maadui wa kwao ilimshinda. Wasigu manolo gi no mi no ringo dala gi mondo dhika tendo dipo ko yudu gi makare. Maadui wa kwao wale walimshinda, alifanya kimbia kaoleke, anatumai apate mazuri. Kaka nyako dhi mondo dhi omany kama beto no yudo ko gore lwedo marach. Ili binti anatafuta mazuri lakini alishtukia ameangukia mkono mbaya. Kimoro kapacho se aweka Yesu se warata jiomba kakode. Wakati fulani macho alikifunguka, Mungu akishaniokoa nikajitiana na yeye. Adoro mnangi guna mana ai. Nilitumaini nijue ukoo mahali niliko Yudo zaidi. kama manori ngo dala gi kapodo tim nigi nodhi
kapur ne onge kama ginyalo daki. Nilijua ya kwamba mama alitoroka kwa aende kuoleka, manake mamake alitoka boma akaenda mbali. Wachno nomiyo nodonje od jakongo mane ok ong'e ni jakongo. Hilo jambo ilifanya kaingia kwa nyumba ya mlevi bila kutambua mume ni mlevi. Nodonje od jaraha mane kia ni wach Nyasaye nyalo timo ne ng'ato ang'o. Aliingia kwa nyumba ya mtu wa raha asiyejua neno la Mungu naweza tenda nini. Kama nodonje kanyo Nyasaye nochako gwedhe gi nyithindo. Wakati aliingia humo, Mungu akaanza kumbariki na watoto. Kata nok ni Nyasaye ne gwedhe to nonyuolo nyithindo matuo. Japo Mungu alikuwa anambariki na watoto, lakini alikuwa na wazaa wale wagonjwa. Kama nyuolo kamano to nonyuolo nyathi nigi tuo mar kor. Alikuwa anazaa hivi, lakini alikuwa anazaa mtoto akiwa na ugonjwa wa kifua Iyo kikuu. wachno noluwo wuonwa mane chutho nonyuolego. Hiyo ni neno ilifuata babangu yule alizaliwa na ugonjwa ya kifua kikuu. Tuono ne miyo ndalo mag koyo kama wuonwa ne ok nyal wuotho oko. Ugonjwa huo ulifanya wakati kama wa baridi babangu angeweza Kendo ne kutembea. ok onyalo yudo thuolo mar dhi tich mondo opidhgo famili mare. Angeweza kupata nafasi ya kwenda kazini ya kulisha familia yake. Iyudo wasigu mar dalawa nobiro gi tuo kor ne tuo nyaka minega mane owete dawa. Hata wakati huo ugonjwa ilikuwa inahangaisha hata mama wazee, hata wale wanyanya wake. Gino nodhi kodwa gaming'a. Hiyo kitu ilienda nasi kwa upana. Magino go ni kata wane kaparo kamano to ok wanyal somo. Hiyo kitu ilitua nasi na tukiwa mjini hatungeweza kusoma. Kendo ngima makare mane jaduong' nyalo bedo gi gino geno ka nyathi odhi e sikul ne ok onyalo bedo go. Maisha mazuri mzazi angetumai mwanawe akienda shuleni babangu angeweza kuwa Gino naye. nobedo matek kabisa ka wane piny kaparo kae. Maisha ilikuwa magumu tukiwa kule mjini. E kinde manochopo tuoni nochopo gimino e osiptal. Wakati huo ugonjwa huu ukatua na mamangu hospitalini. Chalo gimodhi manyo ngima. Ni kana kwamba anaenda kutafuta uzima. Kata doko ni nomanyo ngima to dichuo ne ok ong'eyo. Hata akienda kutafuta uzima mume angetambua. Dichuo nong'eyo ni mago kaka ngima mar dak mar piny ni chalo. Mume alitambua hayo ni maisha ya dunia, jinsi dunia ilivyo. Kata minwa nodhi e osiptal kamano en nodhi e rane. Hata mama akienda hospitalini hivyo yeye anaenda kwa raha zake. Minwa notieko dweche adek gi nyathi. Mama akamaliza miezi mitatu na mtoto. Mano higa mar 90. Hiyo ni mwaka wa 90. Kano oduogo chieng' moro. Wakati huo Duogo gi lwete nono kogo wi gotieno. akarudi mkono mtupu akipiga nduru Sano usiku. ne en saa ang'wen otieno. Ni kama saa 4 usiku. Noyudo ka wuono nobiro ot chieng'no moparo. Wakati huo baba alikuja nyumbani mapema. Kaka dichuo ng'eyo duond jaode. Jinsi mume utambua sauti ya Winjo mkewe. kiswali mano min msee mabiro. Kwa baba akasema yule mama mzee ndio yuaja. Ne wawinjo kogo wino wadhi romone. Tukasikia akipiga nduru tukaenda kumlaki. Ne wadonjo e ywak nikech masira nosirowa. Tukaingia kwa kilio sababu dhiki ilikuwa. Ako ni ne waywak kamano. Hata hivi tulipokuwa tukilia hivi. Ne waywak nikech lich manolimowa. Tulilia sababu ya uchungu Ne uliokuwa. ok wang'eyo jal mane inyalo kwe pi wang'wa. Hatukujua yule ya kutuliza machozi yetu. Nikech mbaka ne wakia Nyasaye mane inyalo konyowa. Sababu hatukutambua Mungu ambaye angeweza kutusaidia. Kindeno noyudo ka waywa moro ne limo gi jopawa. Enzi hiyo kuna shangazi fulani alikuwa anaabudu na watu. Chieng'no noyudo ka ne en chokruok gotieno mar Thursday. Wakati huo walitoka kwa kongamano ya Thursday jioni. Nodak machiegni gi wuonwa. Alikuwa anaishi karibu na babangu. Kama owinjo ywak maduong'. Aliposikia nduru kubwa, Wacho ni mondo wa okomera owinjo ka gima masira otimore nikech nong'e tuo nyathino. akasema wacha nipitie kwa ndugu yangu sababu nasikia kuna dhiki Ne imetokea. girawo kanyo ma gilamo Nyasaye. Wakapitia hapo wakaomba Mungu. Naneno ng'wono maduong'. Niliona neema kubwa. Ka jomawar nochoko liel mane ok gijal mane gilemogo. Kama walokole walisali matanga ya yule asiyekuwa Tok harusi wiga ariyo ne wao. gitero nyathi mondo gidhi gikane piny Kabondo. Baada ya wiki mbili wakapeleka mtoto asikwe kule kwa Kabondo. E tok ndalo matin wuonwa noringo mondo bi. Baada ya muda mfupi baba akakimbia yu Kane akaja. ni wadong' kendwa kanyo ne onge ng'ama ne nyalo kedo bedo kodwa. Akajua tumebaki peke yetu, hakuna mtu wa kukaa nasi. Iwira kindeno minwa matin masimu nogone dalawa nodhi oko. Wakati huo mama mdogo mapepo alimtoa kwetu akaenda. Kendo noweyo wetege ariyo en nodhi bayo. Akaacha mandugu zangu wawili, yeye akaenda kulandalanda. Kawuono noduogo jaduong' nono mane rane ta. Wakati mzee alirudi akaingilia raha yake ya kitambo. Kendo thuolo matin minwa bende noyudo thuolo moduogo e piny Nakuru. Muda mfupi mama akapata fursa ya kurudi Nakuru. Kata nodonjo kamano wasigu ka notamore ni kwe ok nyalo bedo. Hata alipoingia hivyo maadui walikataa, maji hayazikuwa. Chieng' moro nyathi jirani nobiro ka ywago matek. Siku moja mtoto wa jirani akaja akilia kwa nguvu. Wacho ni min mseine otuon mseine go oko. Akasema mama mzee umetulia kwa nyumba na baba mzee na wawa nje. Nawinjo ka minwa ywak gi wi matek. Nikasikia mama amepasa sauti Ka kuu chunye wet matek. kama roho yake imejaa uchungu. Wacho ni Nyasaye an nochwanyo nang'o. Akasema Mungu, mimi nilikutana na nini? Anyone ka naiko
leo nazika mume. Nuhu kimwetu manodeo ngi kumenya dumunitia. Akatoroka upesi aende aone mahali mzee yuko. Kano chopo kanyo. Alipofika kule, Ayudo kanyo kuwe na wabetu kuonwa masari. wakapata mauwezi wamekata babangu kwa nguvu. Kani ingio kimanote more. Walipochunguza yaliyotukia, wakapata walikuwa natafuta mama. Haleluya. Maadui walikana tuwe mayatima. Baba tungepata tumaini. Maadui walizuia ili baba sikatwe hivyo. Kesi ni kama ilimgeukia. Wale ni kama walienda wakamstaki. Mungu aliyekuja kwetu wakati Mungu aligairi maneno. Daktari akamshona akarudi. Kitu ya saa 7 nikaona baba akija na bandeji kubwa na siku hiyo tukalia sababu tumaini ilipotea. Muda mfupi baba akapata nafuu. Mungu akupigania, Mungu akagairi kesi. Wale walimkatakata kesi ikawageukia. Alipochukua nafasi yake kwa CID siku nyingine, akachukua baiskeli ili kesi ifuatwe. Siku hiyo Mungu ambaye alikuja kumtembelea wakati wa mazishi wa mtoto wake alikumbuka yule Wanyaoki alihubiri kwa matanga ya mwanae. Mzee akufika kwa CID. Mzee akageuka aende atafute Mungu wa wokovu aliyesikia kwa matanga. Siku hiyo mzee alirudi na Mungu aliyemwokoa moyo. Alipata mama pasa yako kwa nyumba, mzee alikuwa ameenda kazini. Aliporudi na wokovu hivyo, ni kama alileta ufunguo wa boma letu. Wokovu ikashika mamangu na semejie pia. Ikashika vijana 5 na wamama wengine. Japo maadui kana kwamba walitoroka kiasi. Walitoka kidogo wakarudi kutesa mbegu ya mama. Mimi ndio mmoja wao waliwaangukia vibaya. Nilipoanza kusoma, maadui walikataa, hekima ilikosekana kwa baba engeza niingia. Wala walitoroka shule wakatembea miguu mitupu. Maadui walikana ya kwamba hekima hiyo haiwezi kuwa kwa mbegu ya ubara. Hata kama nilikuwa naenda shuleni, vizuri mtu anaweza toka naye baada ya masomo aende kuwepo. Kila kukicha nilisikia roho yangu ikikataa. Sababu sikuwa na hekima, nilikuwa na shida shuleni. Nikiingia shuleni nilihisi ni kama kichapo sababu kizuri hakuna. Nilikuwa kama sina tumaini. Sababu kila mzazi akipeleka mwanawe shuleni, anaishi tumaini ambayo inaweza mpiga cheki nyuma. Hakuna kitu inaweza tendeka hivyo. Sababu maadui wako bara walikataa baba angeza soma hata siku. Maadui waliniangukia na fujo mingi. Muda mrefu nilikuwa nikiteseka. Japo hata hakuna hekima hivyo. Maadui wakabadilishka wakakuja na usherati. Hata nikiwa mdogo nikaanza usherati. Haikuwa usherati ya kibinadamu. Ilikuwa usherati ya kibinadamu. Ndipo hata mimi sikutambua kile natendeka kwangu. Siku moja mama alipogundua, mama alilia nikana kwamba alinizika. Hiyo neno ikawa chungu ndani yangu. Hata hivi ilikuwa inatendeka hivi. Yeye pia angetambua jinsi anaweza toa hicho kitu. Alinizaa akiwa na tumaini siku
moja nitamsaidia. Ni madogo iko manota ameka kwenye mtemo. Ile iliniangukia ilimshinda jinsi anavyoweza fanya. Na ile nyingine mandoka ungewati makale majamaa yule ripuma. Ilienda na hiyo maisha kama kuna kizuri naweza patikana. Wasika ngono ukietagiwechi mangenya kaja sore. Maadui waliniweka mambo mingi hata kuvuta bangi. Mtu mwinua mimi kanisa. Nilikuwa nafanya hivyo na mamangu ni mama kanisa. Kinolati mamangu tu huo ni sekretari wa kanisa. Nilikuwa nafanya hivyo na baba ni katibu wa kanisa. Rame naongelea kwa mananya lubuki wacho no. Nami sikuwa na hekima ya kutoka kwa hilo chama. Bali leo kangeo ni manatema. Sababu sikutambua kenye inafanyika kwangu. Na somo tu kidobonge. Nilisoma lakini hakukuwa na tumaini. Ninaenda hivi sababu wazazi ni wakali wanataka kunichapa. Ile ilikuwa inanikera ni jinsi amani inaweza kuwa kwa maisha yangu. Hakuna kizuri ningeweza ona hata ninapokuwa nikitembea. Siku moja hilo jambo ilinichosha. Kama mwenye plot alinipata mahali. Siku hiyo nilishindwa na dunia. Nikajiuliza ni nini nafanyika mimi mjukuu. Nililia nikinyeshewa nje. Nikasema mfalme, nami unaweza nirehemu. Japo niliita hivyo, sikutambua njia gani ya kuponea. Sababu maadui walitumai wamalize maisha yangu. Siku moja mwalimu wa chuoni alikuja kwetu. Alikuja jinsi ametumwa kwenda kuhubiri Nakuru. Siku moja nilikuwa ninalala kwa nyumba fulani. Nilipokuwa nalala hivyo jinsi sheria kama sheria ya dini mhubiri akija kwa nyumba hezi enda kulala kabla ya kuhubiri jambo. Hali alikuwa naishi hapo, alikuwa naishi neno la Mungu ashiriki na wengine. Siku hiyo chuoni alinilenga dairi. Akasema mjukuu bara, nimekaa hapa kwenu ya kutosha. Sijaona ni kama unapenda Mungu. Kile nakutesa hiki. Mimi sikujua kama mzee amejafahamu kile nakutesa. Mimi nilitumai ni siri yangu na mama pekee ndiye anajua. Sikujua kama shetani anapokupagawa watu wanaona. Siku hiyo mtumishi wa Mungu alinena nami. Akaniambia mjukuu wa baba, Mungu ambaye aliingia kwenu huyu Mungu ndiye anaweza kukusaidia. Huyu ndiye anaweza kukurejeshea tumaini. Hata masomo umesoma, hakuna jawabu inaweza konsa pasipo wokovu kukushika mkono. Siku hiyo ni kama Mungu amenifunua mawazo. Nikagotika nikalia kali mbele ya Mungu. Nasema Mungu niokoe mimi mwenye dhambi. Hilo ndio jambo nilisikia ananiambia. Babu maadui wangu alinibana sana singeweza toka. Nililia Mungu mawazo ikapotea. Niliporejeza kwa mawazo nikasikia ni kama roho imeanguka. Nikasikia roho yangu imefunguka sana. Nikasikia upesi fulani moyoni. Ni kama natumai kukaa peke yangu. Sababu wakati ule nilikuwa naishi uoga. Siku hiyo nilisikia Mungu amenivisha ujasiri sana. Baada ya muda mfupi chuoni akanena nami. Akasema mjukuu bara hiki unaweza ilinda na Roho Takatifu. Nikauliza mzee, roho inapatikanaje? Akaniambia sikiliza, Yesu akishaokoa mtu inaweza patikana wakati wote mtu nilitumai nikaangama. Hiyo Mungu akanijaza roho. Nikaanza mwendo. Ni wakati watu walikuwa wamefunga shule. Kabla tufike Januari tuende mkutano. Nilishatoka kwa kongamano la mwisho.
shuleni. Na dwaro mondo teme Nyasaye. Nilitamani nijaribu Nikikanawinjo kaluor kadoke sikul. sababu nilijihisi uoga nikirudi shuleni. Mar nang'eyo kaka natime sikul. Sababu nilijua jinsi nafanya shuleni. Chieng'no nadwaro mondo Ruoth okonya. Siku hiyo nilitumai Mungu anisaidie. Pak Yesu Nazareth. Natemo Nyasaye no. Nilijaribu Mungu huyo Madingi sani nyalo miyo ng'ato rieko. ambaye niliambiwa naweza mpa Mungu. Kana adonjo sikul. Nilipoingia shuleni Ne osomo. tulisoma. Nokel penjo mokwongo min sam. Wakaleta mtihani ya katikati ya mwaka. E kinde mogik ma naloro sikul. Wakati wa kufunga shule. Naloro sikul gi maks 197. Kufunga shule na max mzuri sana. Kuom maks 700. Kwa max 700. Maks 197. Point 197. Kuom maks 700. Kwa point 700. Nawinjo ka gino onge kuoma. Nilisikia hakuna matumaini. Nadhi sikul. Nilielekea tu shule. Tawinjo ka gima luor. Nikasikia nina uoga. Owinjo ka owuoyo koda. Roho ilizungumza na mimi. Mondo niwinjo ka sepongi. Akaniambia sikia nikikuja. Okiluoro tama mirieko. Ukiogopa nitakupatia E hekima. chieng'no nadonjo e penj. Hiyo siku niliingia mtihani. Natimo penj kalome Nyasaye. Nilifanya mtihani nikiita. Pepa ka pepa manokete nyima. Kila mtihani niliwekwa mbele yangu. Namiyo wang'a talamo Nyasaach waro. Nilikuwa nafunga macho naomba Mungu. Winjo ka dhom kode teko mos. Nasikia naongea kwa nguvu pole Kane pole. duoko biro. Wakati jawabu ilirudi. Ne duoko ruwenya. Jawabu ilinisawisha. Sayudo maks mane ok ang'e ni nyalo yudo. Nilipata maksi sikudhania. Ka Ruoth ogona maks 100 gi wiye. Kama mfalme amenitoa kwa maksi. Ma Ruoth okete maks 499. Akaniweka kwa maksi E chieng'no natimo ng'wono. Hiyo siku nilibeba neno. Naring'o matek ir minwa. Nilikimbia kwa mbio kwa mama. Nagore kuome ka ywak matek. Nikaanguka kwake nikilia. Wacho ni Yesu. Nikasema Yesu. Yesu osemiya rieko. Yesu amenipatia Ne